wala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, siwajulisheni jambo mkilifanya mtapendana. Tujulishe ya Rasulullah, tunataka kulijua ili tulifanyie kazi. Akasema afshu salama bainakum, enezeni amani kati yenu. Hii hadithi mara nyingi ikisemwa huwa inafasiriwa tofauti. Tasikia afshu salama, toleaneni salamu. Si makosa, toleaneni salamu kwa sababu ndo maamkizi yetu sisi Waislamu. Tukikutana tuambiane assalamu alaikum, lakini maana ya assalamu alaikum, amani juu yenu. Sasa ina maana gani mimi nikutane na wewe nikwambia assalamu alaikum, kisha nikishaenda kona na kufanyia vitimbi, nikishaenda kando naanza kuuma kidole, nikishaenda kando naanza kukufanyia mabaya, itakuwa amani kweli umepata kutoka kwangu? Nikikaa na wenzangu naanza kukutukana na kusema kwa uovu, utakuwa umepata kweli amani? Ina maana gani ile maneno akiwa hayana vitendo? Kwa hivyo afshu salama sio toleaneni salamu, enezeni amani kati yenu. Kwa maana ndugu yako Muislamu awe atapata amani kutoka kwa ulimi wako na mkono wako. Kwa maana usimtukane, usimseme kwa uovu kwa kupitia ulimi, asalimike kutokana na ulimi wako, lakini vile vile asalimike kutokana na mkono wako. Usije ukamwaga damu yake, usije ukanyosha ule mkono katika kumdhulumu, ukampora mali yake. Asalimike ndugu yako kutokana na afshu salam. Pale tutakapoeneza amani kati yetu, watu wakasalimika na mikono yetu na mdomo wetu, mahaba ndipo atakapopatikana. Mtume anatuambia sallallahu alaihi wasallam.